Kigoma oye! Kigoma safi! Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeianza kazi na Mungu alinijalia vitu vitatu katika maisha yangu. Cha kwanza, upendo kwa wananchi wangu, kwa watu wangu na kwa watu ambao tunakutana nao kila siku na tunafanya nao kazi kila siku. Mimi niwaambieni tu ukweli, mimi ni mbinafsi sana kwa mtu ambaye sio wa eneo langu. Kwa mfano, nakusikia kuna mtu anatoka sehemu nyingine anakuja kuwaibia mashine watu wa eneo langu, yaani natamani hiyo kudolia na mimi wewe. Moja kati ya vitu ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan alitubariki katika mkoa wetu wa Kigoma ni kutuletea Mzee Siro kuwa mkuu wa mkoa wa mji wetu wa Kigoma mjini. Na nitawaambia kwa sababu gani. Moja, ujasiri alionao mzee huyu. Hivi tunampa kazi ya kupambana na majangili ya kwenye ziwa peke yake, na alikuwa na kazi ya kupambana na majangili katika nchi nzima. Yaani wakati nyinyi mnalia Kigoma, kuna mtu mwingine analia Bukoba, kuna mtu mwingine analia Mtwara, kuna mtu mwingine Mara, kote alikuwa anaweza kupambana nao. Kwa naamini kwa hili la Kigoma mjini kwako Mzee Siro ni biskuti ambayo wanatakiwa uibadilishe, sio mfupa. Tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea jembe. Na mimi niseme ukweli, kama tunataka wavuvi wafaidi hili zao letu linalotoka kwenye ziwa Tanganyika, ni lazima wanapoenda kuvua na kurudi wawe na amani ya mioyo yao kwamba tunakwenda na tutarudi salama. Moja kati ya plani ambazo niko nazo mimi, mzee wangu Mzee Siro, ni kushirikiana na serikali yangu ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha tunapata mashine. Hao wamezoea kukopeshwa, mimi naenda kutafuta mashine za bure kwa ajili ya kuwapa watu. Sasa haitawezekana kama unaenda kuhaha. Kwa mfano, wiki ijayo nitakuwa niko Dubai, nikitoka Dubai naenda Japani. Japani kwenye mji unaitwa Osaka, ni mji ambao umetawaliwa na maji karibia 70%, ni maji matupu. Wale ndio wana mashine za kisasa kutoka Japani. Naenda kuhaha kutafuta mashine kwa ajili ya kuwaletea wavuvi. Alafu unamletea leo, umetoka Japani, umehangaika, umetumia nauli na kila kitu. Kesho yake unasikia bwana wameshachukua iko Kongo. Haiwezekani jamani. Kwa naomba sana jeshi letu la polisi au vyombo vyote vya ulinzi na usalama mweke nguvu kwenye hili, na sisi kama wananchi tuko tayari, kwa sababu kuna wezi wengine wako humu kwenye jamii yetu. Kwa hiyo cha msingi na cha muhimu, wakati jeshi la polisi au vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya kazi yake, lazima wananchi pia mshirikiane kwa pamoja kwa kuwaonyesha watu ambao aidha wanashiriki moja kwa moja au wanashirikiana. Wengine wanashirikiana hata kwa kutoa information. Mimi nitakuja hapa Bangwe, nimeleta mashine 10 nimetoka nazo Japani kwa heka. Sasa hivi kumbukeni, hatuahidi tena. Sasa hivi mimi nishakuwa mbunge. Ningekuwa natafuta kura, ningesema Baba Levo anasema hivi ili apigiwe kura. Sasa hivi sitafuti kura, sasa hivi tunatekeleza. Na moja kati ya vitu ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuja Kigoma aliongea kwa kinywa chake ni kuhusiana na ulinzi na usalama wa watu ambao wanafanya biashara ya uvuvi katika ziwa letu pale Katosha. Moja kati ya mbinu ambazo tutazitumia sisi wanasiasa, tutapeleka majina ya watu ambao tutaambiwa pia na wapiga kura wetu kwamba huyu mtu ni tatizo. Kama wewe unaogopa kumfikia Siro, niambie mimi au mwambie diwani aniletee hilo jina. Lakini hatutaki kupakaziana kwa chuki. Maana kuna mtu mwingine sasa, huu ndio muda wa kumuua mtoto wa fulani, huu ndio muda mtoto wa fulani aende jela, huu ndio muda. Hatutaki. Vyombo vitachunguza. Kwenye mimi nilivyojifunza kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, umbea una nafasi lakini unachunguzwa. Kwani unafikiri ushushu nini? Umbea.
lakini sio kila umbea watu watachukua hatua. Kwa tunataka mtupe information ya mtu fulani na fulani na fulani, ili tukiwafinya watatupeleka. Na inawezekana mzee wangu unaweza tukafunga safari mpaka huko Kongo kwenyewe. Watupe mashine zetu, watuache watu wetu wafanye biashara kwa amani na furaha. Mimi nafikiri, naomba niseme machache hayo. Maneno mengi yanapoteza raha ya kazi. Kilichobakia sisi, mmetupa kazi, mmeeleza kero, na niwahakikishie majeshi yenu sio mabaya sana, na kama ni mapungufu ni baadhi ya wachache, lakini wahakikishie kwamba kuanzia leo ambao nimekanyaga hapa, tunakokwenda wenyewe mtajua kwamba serikali yenu haina mchezo na hayo. Lakini naomba tuache namba za simu. Narudia, naomba tuache namba zetu za simu, na kama unajua kuna jambazi yeyote waziwani, bila kumwonea, kama alivyosema Mheshimiwa mbunge, na tukafanikiwa kukamata hizo boti, una milioni yako moja, unakuja ofisini kwa milioni moja. Ambaye ana kielelezo ameiba, ukimkamata na hiyo kitu, wewe una milioni moja kutoka kwangu. Makofi kwenye hiyo. Mheshimiwa mbunge, kwanza nikushukuru sana kwa kujali. Hii forum haikuwa ya kwako, lakini kwa sababu ya utii na kwa sababu unapenda watu wako na nchi yako, umekuja baada ya kusikia nimekuja huku. Kwa hiyo wananchi, mnaweza kuona viongozi hawa mliowapigania wanavyojali wananchi wao na nchi yao. Mtu mwingine alivyotia na shati ile akija kukanyaga udongo wa nini, lakini amejali, na lengo ni kujenga, na lengo ni kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaishi kwa amani na utulivu. Niwahakikishie, naondolee hofu, tumekuja kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda kama Mheshimiwa Rais na Dr. Samia Suluhu Hassan alivyotuelekeza. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Sasa ni kazi tu, tunaenda kujipanga kuhakikisha kwamba mnaendelea kuishi kwa amani na utulivu. Asanteni sana. Namba yangu 0754. Wengine amwandiki, kuna wengine hata mume wako akupiga kibao, wewe nipigie simu. Mwake unyanyasaji hatutaki. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata akikupiga kofi wewe niambie, Kamanda Siro, huyu mtu kanipiga kofi, nitamwambia si utaratibu. 0754 280 994. Naomba nirudi, 0754 280